basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo yameendelea. Ni wakati mwingine ambao Mungu ametupa kibali tena kuwa na mtumishi wake Mwalimu Musa. Sisi wana Godly Women tuko tayari kujifunza kutoka kwako. Hebu kuonyesha kwamba tuna kiu naye, hebu tusimame tupige makofi mengi. Kupokea maarifa kutoka kwako ni neema na hatuichukulii kawaida. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Karibu mtumishi wa Mungu. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Amen. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi na neema mchana huu leo kwa ajili ya kumfanyia ibada hii takatifu ya mioyo yetu mbele zake. Nimefurahi sana kupata nafasi ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Dr. Piana, hongera sana kwa utumishi mwema. Unajua huu wimbo nawezaje kunyamaza ulipotoka kule makanisani, tuliteseka sana. Kwa hiyo praise team walikuwa wanapenda kuimba, lakini wanavyoimba bora sio kama wenyewe. Nafikiri unakona fulani hivi za kitaalamu. Sasa leo nimeusikia hapa, mbona ndio hivi tu, kumbe ndio hivi. Kwa hiyo hongera sana kwa utumishi mzuri, sisi tunakupenda. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya mtumishi wake. Sisi tunapenda utumishi wako ambao Mungu amekupa, tunakuombea kwa Mungu. Mimi na wanaonifahamu napenda kuimba tu, ila tu kwa neema ya Mungu nilipewa neema kubwa sana. Mimi nikiimba sauti zote, ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya saba zinatoka kwa pamoja. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Nitamani tuendelee kuimba tu, lakini sasa ndio hivyo, kuna namna ambayo Mungu anataka. Lakini kwa kweli ni furaha sana kupata nafasi ya kumsifu Mungu. Haleluya. Ukipata nafasi ya kumwimbia Mungu, kumsifu Mungu ni jambo la baraka sana. Lakini pia niwakaribishe hapa, mimi ndio mwenyeji wenu, karibuni sana. Kwa niaba ya kasisi kiongozi ambaye sasa hivi ni askofu mteule wa kanisa la Anglican, niwakaribishe hapa. Sisi tunapenda watu, tunawapenda wanadamu, tunapenda watu wa Mungu. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Na Father amesema anawakaribisha tena, hata mkitaka kuwa mnakuja kila siku, karibuni sana. Hapa kuna ibada ya asubuhi kila siku katikati ya wiki saa 12 jioni mpaka saa 1, lakini pia kuna ibada ya mchana ambayo ni lunch hour ambayo inaanza saa 7 mpaka saa 8. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibuni pia. Lakini pia kuna ibada ya Jumapili, ukipata nafasi karibu. Hapa ni mahali ambapo watu wanampenda Mungu na tunaipenda kazi ya Mungu. Ni mshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu walioandaa utumishi huu mzuri na mwema kwa ajili ya kuifanya kazi hii ya Mungu ya kugusa maisha ya watu. Mtumishi wa Mungu, hongera sana. Hebu tumpigie Bwana makofi. Mimi naitwa Mwalimu Musa, ni mdiakonia. Ni mtu ambaye anafanya kazi ya diakonia. Ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika linaitwa Wapeni Ninyi Chakula Foundation. Kwa hiyo kazi ya udiakonia ni nzuri sana. Ukipata nafasi ya kufanya kazi ya Mungu ya kugusa maisha ya watu wengine, ni jambo la baraka sana. Kitu ambacho huwa kipo ama kitu ambacho watu hawafahamu ni kwamba watu hawafahamu ile marking scheme ya mwisho ambayo Mungu ataitumia ili watu waingie mbinguni na wengine waende jehanamu. Tulio wengi tunaelewa ya kwamba hiyo siku kutakuwa kuna TV kubwa, halafu ianze kuonyesha matendo yako ya sirini pale. Sasa kama watu wote hapa tukaanza kuangalia TV ya mtu mmoja, itakuwaje? Lakini pia kuna mtu hapa alifanya uovu, lakini akatubu akasamehewa. Sasa yule aliyefanya naye uovu ambaye hakutubu, inabidi tena TV ionyeshe naye tena akiwepo kwenye. So tulio wengi tunafikiri ni hivyo. Yaani hiyo siku kuna TV mingi, yani inaonyesha uovu wako wote. Hatuifahamu ile marking scheme ambayo Mungu ataitumia kusahihisha kwamba wewe nenda, wewe. Hatuifahamu. Labda nikuibie siri kidogo. Hiyo siku tukifika tu, kwanza Mungu hataongea chochote. Ataanza tu kutenga, nyie mkae huku bila kusema chochote. Na yeye kwenye akili yake wa huku upande wa huu atawaita jina fulani. Chukulie mfano labda mbuzi. Alafu upande huu, sasa nitakosea, mfano sio mzuri. Kuna watu
Kuna watu atawaita mbuzi, kuna watu atawaita kondoo. Halafu baada ya hapo atawaambia wale ambao aliwaita mbuzi, hebu mpita hapa muingie jehanamu. Na atawaambia sababu kwa nini nyinyi ni mbuzi na mnapaswa muende jehanamu. Atawaambia kwa sababu nilipokuwa na njaa hamkunipa chakula, nilipokuwa na kiu hamkunipa maji, nilipokuwa uchi hamkunivika mavazi, nilipokuwa mgonjwa hamkuja kuniona, nilipokuwa gerezani hamkuja kuniona. Halafu wale mbuzi watambishia, watamwambia mzee, unazeeka vibaya, malaria kidogo imepanda kichwani. Mzee, hivi wewe ni lini tulikuona ukiwa na njaa tukashindwa kukupa chakula? Ni lini tulikuona ukiwa na kiu tukashindwa kukupa maji? Hatujakukuona. Halafu atawaambia, mliposhindwa kuwatendea wale walio wadogo, mlishindwa kunitendea mimi. Halafu atarudi kwa wale kondoo, atawaambia, hebu nyewe piteni muingie kwenye uzima wa milele, kwa sababu nilipokuwa na njaa mlinipa chakula, nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona, nilipokuwa gerezani mlikuja kuniona, nilipokuwa na kiu mlinipa maji. Halafu na wao watambishia, watamwambia, mzee, umekosea, kwa sababu mimi na wewe hatujawahi kuonana kabisa, hatujawahi kuonana. Labda ilikuwa hii ni issue ya watu wengine. Atawaambia, no, mlipowatendea wale walio wadogo mlinitendea mimi. Kwa siku ya mwisho, hiyo siku ya kuingia motoni ama uzimani, hili jambo ambalo umelifanya leo la kugusa maisha ya watu wengine litatumika kama marking scheme ya wewe kwenda kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo umefanya jambo la baraka na usiache kufanya. Lakini pia jambo hili linaashiria ya kwamba umekuaje kiroho. Tutaka kupima namna ambavyo umekuwa kiroho, tunaangalia mambo kama haya. Maandiko yanasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, alitoka kwa Farao akaenda akawatazama ndugu zake pamoja na mizigo yao. Wakati Musa ni mtoto, hakujali kuhusu mateso ya ndugu zake, hakujali kuhusu utumwa wa ndugu zake. Alikaa kwa Farao, alikula vizuri, alisoma vizuri, alilala pazuri, maisha yake yalikuwa mazuri, hakujali kuhusu ndugu zake. Lakini alipokuwa mtu mzima, akaamua kutoka na kwenda kutazama ndugu zake pamoja na mizigo yao. Watu wazima wote huwa hawaishi kwa ajili yao tu, huwa pia wanaishi na kwa ajili ya watu wengine. Wewe ambaye umepata nafasi na neema ya kugusa maisha ya watu wengine, wewe ni mtu mzima kiroho. Haleluya. Kwa hiyo usiache kufanya mambo kama haya, usiache kugusa maisha ya watu, ndio utu uzima. Mtu mzima haishi kwa ajili yake, mtu mzima anaishi kwa ajili ya watu wengine. Watoto wana shida moja kubwa ya ubinafsi. Watoto wana umimi. Tabia kubwa ya mtoto ana ubinafsi. Ndio maana mtoto wako ukimpa andazi alafu kamwambia naomba, kuna kaandazi anakukatia hata kukashika hawezi. Ni wewe ndio uliyempa, alafu namwambia naomba, lakini hakupi. Na wamama wanaolea watoto wanaelewa hii kanuni. Ndio maana ukiwa unalea mtoto akikataa kula chakula, unampa chakula amekataa kula, mama ambacho huwa anafanya anaita mtoto mwingine ama jina la mtoto mwingine, Juma ijia chakula. Akiona chakula chake kuna Juma anataka kuja aje ale chakula, anainuka na kula chakula. Kwa sababu gani? Asingependa kitu chake apewe mtu mwingine. Hao ni watoto, wana umimi, wana ubinafsi. Niliosafiri kwenye mabasi sana kule mikoani, nikiwemo mimi, umepanda basi lako la kimbinyiko, umekaa na mama ananyonyesha mtoto. Sasa yule mama anampa mtoto kunyonya, mtoto amekataa. Utasikia anamwambia tampa anko. Mtoto akiona anataka kupewa anko wanalazimika anyonye. Kwa sababu ni wana umimi. Kwa watoto wote ni wanyimivu, wana umimi, wana ubinafsi. Lakini watu wazima wote wanaishi kwa ajili ya watu wengine. Hongera kwa kuwa mtu mzima. Hebu jipigie makofi mengi. Kwa hiyo umefanya jambo la baraka sana na maisha unayoishi ni maisha ya baraka sana. Mimi nikwambie tu wewe, mbingu umeshapata, tafuta mambo mengine. Haleluya. Umenisikia? Mbingu umeshapata tayari, tafuta hera, tafuta na vitu vingine. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Pigie Yesu makofi mengi ya shangwe. Okay. Tunazungumza habari hizi. Nataka niseme jambo moja hapo kwa haraka. Nataka nizungumze kwa habari ya tabia za uungu ambazo ziko ndani ya mwanamke. Tabia za uungu ambazo ziko ndani ya mwanamke. Nazunguka kwa dakika chache, alafu mara baada ya hapa Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana atagusa
maisha yako na kuhuisha hizo tabia za uungu. Nitasoma mstari mmoja tu, acha niongee sasa hivi haya mengine. Wanawake wana tabia ya uungu hata bila kuzaliwa mara ya pili. Yaani kwa jinsi ambavyo Mungu alivyowa design wanawake, kawawekea tabia ya uungu. Ni kweli mtu akizaliwa mara ya pili anakuwa mshirika wa tabia za uungu, sasa na kitabu cha Petro. Lakini mwanamke tu alipozaliwa tu akawa amepewa tabia za uungu. Si jambo jepesi. Yaani huko ndani mtoto eti mbegu tu ya mwanaume imtengenezee mtoto awe na likichwa, itengeneze mfupa huko ndani ya tumbo. Hapana. Lazima kuna uungu fulani. Na hii ndivyo ilivyo, na ndio maana miungu yote ambayo watu wanaiabudu huwa ni ya kike. Ukisikia watu wanaabudu ng'ombe, huyo ng'ombe waga sio ng'ombe dume, waga ni ng'ombe jike. Ukisikia watu wanaabudu sanamu, sanamu, yani lazima liwe ni la kike. Miungu yote kwenye Biblia, Baali, Antemi, yote ile ni miungu ya kike. Kwa sababu kwa asili mwanamke jinsi alivyoumbwa na Mungu, ameumbwa na tabia ya uungu. Na ndio maana watu wengi wanahoji, kwa nini makanisani wanawake ni wengi? Jibu ni lepesi, kwa sababu ndani yao wana tabia ya uungu. Alafu wengine wanahoji, kwa nini wachawi wanawake ni wengi? Ni kwa sababu ndani yao wana tabia ya uungu. Na ndio maana kuna mambo ambayo mwanamke hapaswi kutumia nguvu kutafuta, kwa sababu ya tabia yake ya uungu. Na ndio maana kwa mfano neema, mwanamke anaweza kupita na neema ya mtu. Yaani mimi Musa nahitaji neema yangu ili kufanikiwa, ili kupiga hatua, lakini mwanamke anaweza akapita na neema ya mtu na akatobosa. Okay. Salamu Maria uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Unafahamu mstari? Salamu Maria uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Sasa nikupe siri moja. Ile neema ambayo Mariamu alipewa haikuwa ya kwake. Ile neema ambayo Mariamu anapewa haikuwa ya kwake. Ile neema ambayo Mariamu anapewa ilikuwa ni ya Yusufu mume wake. Nisikilize vizuri. Unabii unasema ya kwamba Yesu atatokea kwenye shina la Yese, kwenye shina la Daudi. Yesu atakapokuja atahesabiwa ya kwamba ametokea kwenye ukoo wa Daudi. Na kati ya hao wawili, kati ya Mariamu na Yusufu, ambaye ni wa shina la Daudi ni Yusufu. Na ndio maana huwezi kumtambulisha Mariamu bila Yusufu, na huwezi kumtaja Yusufu bila kutaja anatokea ukoo gani. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alimtembelea bikira mwanamwari katika kijiji cha Nazareti, jina lake Mariamu, aliyekuwa ameposwa na Yusufu wa mbari ya Daudi. Kwa hiyo neema ambayo Mariamu anaipata si kwa sababu ya ubikira wake, no. Ni kwa sababu alikuwa ameposwa na mtu anayetokea kabila la Daudi. Kwa hiyo Mariamu angekuwa ameposwa na Mnyakyusa, angemzaa Mwakatobe, angemzaa Mwakasakatumbo na Atupere, sio Yesu. Kama Mariamu angekuwa ameposwa na Mkuria, angemzaa Chacha, akamzaa Boke, akamzaa na Marwa. Imeisha hiyo. Kwa hiyo neema ambayo Mariamu anayo ni kwa sababu ya Yusufu. Kwa ndio maana mwanamke akikaa karibu na mtu yoyote ambaye ana neema, anapaswa hiyo neema awe nayo bila hata kuomba. Na ndio maana mke wa mchungaji ni mama mchungaji. Kuna kitu anafanya kanisani, ni mama kuna kitu anafanya. Tafuta mume wa mchungaji sasa. Yuko zake Chunya, huko anachimba madini. Ndio maana mke wa rais ni first lady. Kuna mataasisi anaongoza, kuna mafoundation mke wa rais ni first lady kabisa, unamuona kabisa yupo, yani yupo. Mtafute mume wa rais sasa. Tafuta mume wa rais ujue alipo. Kwa sababu gani? Wanawake wana hiyo neema kubwa ambayo Mungu amewapa. Hebu inua mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa tabia ya uungu ambayo umeiweka ndani yangu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Sasa kwa hiyo mwanamke na ndio maana
mke wa nabii, bila kujali ni nabii wa uongo ama nabii wa ukweli, lazima atabiri. Lakini mume wa nabii mke, yani ukishakuwa tu mke wa nabii, haijalishi nabii yeye ni wa uongo ama ni wa, lazima utabiri. Kule kwetu kijijini, usijuku kwenu kama kuna wachawi na waganga. Kule kwetu ukishakuwa tu mke wa mganga wa kienyeji, ukishakuwa mke wa mganga wa kienyeji, lazima na wewe uague. Mimi tuna mama yetu mdogo wa ukoo ni mganga wa kienyeji, lakini mume wake ni mwinjilisti kanisani. Haleluya. Kwa sasa wewe kama wewe ni mwanamke, yani mambo haya si ya kutabiri, yani sio ya kuomba unalia baba sinifungue macho. Yani wewe ulipaswa tu ukizaliwa tu uanze. Yani wewe mambo haya ya kupiga ndimi, yani utakiwa kuombewa ujaze mikono, si nenda kwa lugha. Yani unatakiwa tu ukizaliwa tu uanze kuruka na ndimi. Sielewi yani iko hivi. Mimi najua uchawi. Haleluya. Yaani mimi uchawi wote najua, si na wachawi wote nawajua, wasihiri, wasoma nyota, wasoma telafi, wasoma visomo, wasoma faraki, wasoma nyakati mbaya, wasoma, najua uchawi. Kwenye uchawi na uganga kule, ukienda kuaguliwa, ikikutwa umerogwa na mwanamke, bei yako ya matibabu inabadilika kidogo, kwa sababu wewe aliyekufunga ni nani? Ile ukikuta umerogwa tu na mwanaume masarakorangwa, wanakufyatua tu bei ya kawaida tu, mbuzi, kondoo, imeisha. Ile umerogwa na mwanamke, hiyo ni issue nyingine. Kwa wanawake wana tabia za uungu, yani ambazo Mungu alipo wazaa wanazo. Sasa kimi yoga na washangaa, yani kwenye mambo kama ya injili, yani yoga siwaelewi. Yani kuna mahali kuna kawaya kajakaa sawa sawa. Mwambie jana yako jirani, mwambie jirani, wewe ni dude, una uungu ndani yako. Lakini nyenye ndio mnaongoza kusave namba za watumishi, mtumishi da, mtumishi Kahama, mtumishi Shinyanga, yani wewe sio hivyo. Na kuna watu tu hapa mnasubiria tu nikitoka tu ibada uje uombe namba yangu upati. Yani wewe sio hivyo yani. Okay, labda nizungumze mifano michache alafu then nikasome mstari wangu mmoja. Okay. Kwa mfano, tabia ya kwanza ya wanawake ambayo pia ni ya Mungu ni tabia ya alfa, tabia ya umwanzo. Wanawake wana tabia ya kuanza na Mungu ni alfa. Mungu ndio mwanzo na wanawake pia wana umwanzo. Na ndio maana mambo mengi kwenye Biblia yamekuwa lifadi yalianza kwa mwanamke. Utasikia alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mamaye. Ile neno tangu tumboni maana yake inaonyesha umwanzo wa jambo fulani. Kwa ule ukiwete wake ulianzia wapi? Kwenye tumbo. Anasema alitakaswa akatengwa kwa ajili ya Bwana tangu tumboni. Inatajwa mwanzo wa huyu mtu kutengwa. Mwanzo wake ulianzia wapi? Ni kwenye tumbo la nani? La mwanamke. Na Mungu ni alfa, na ndio maana wanawake wana neema ya kuanzisha vitu. Na ndio maana mwanaume kuanza mambo sometimes ni changamoto. Na ndio maana kama mkijenga nyumba au namkuta ni kwanza ukiolewa na mwanaume namkuta jamaa hata kiwanja hana, yupo tu ana magari 9 ila kiwanja hana. Wanaume bwana asiwe sana. Wanaume bwana asiwe tulioko hapa. Jamaa ana magari makali kiwanja hana. Akishaoa tunapata kiwanja tuanza kujenga, mnaanza mnajenga. Mmeshaezeka tayari, hamjaweka madirisha. Mama analazimisha tuhamie kwenye ile nyumba tukaanze kuishi. Baba hataki. Kwa sababu gani? Wababa hawana umwanzo. Mama anataka tukaanze hivyo tu hata kama hivyo. Kwa wanawake wajanja, waga hawagombani sana na mume wake, anamsubiria na safiri. Anaenda zake Nyakayondwa, Mkididiri Manyofu. Akiwa kule anatumia message kwamba ukija tulishahama pale. Kule alikohamia hakuna madirisha, mvua inanyesha. Yaani yeye yumo tu. Kwa sababu gani? Tabia yao ni ya kuanza. Wana tabia ya alfa, wana tabia ya umwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana watu wa kwanza kumfuata Yesu ni nani? Ni wanawake. Na hata baada ya kufufuka watu wa kwanza kumfuata Yesu ni nani? Wana umwanzo. Mwanaume mpaka afikiri kwanza, afanye analysis, afanye logic, afanye nini, ajumlishe, atoe, afanye nini ndio. Lakini wanawake wana umwanzo ambao huo umwanzo ndio tabia ya Mungu.
Alafu cha ajabu, kuna mwanamke hapa hajawahi kuanza hata kuuza nguo online, hajawahi kuanza chochote, hata kuuza, hata kufuga kuku, hata bata, hajawahi. Mbele yako jirani, wewe kweli ni mwenzetu? Yaani hujawahi kufanya chochote, yaani hajawahi kufanya chochote, hata kuimba, hata kuimbia bafuni, kwani unashindwa? Yaani hujawahi kuanza. Kuna wengine wapo wanakaa anasubiri mpaka mimi nasubiri mpaka niolewe, mpaka wanawake wako hivyo. Wale wazalisha wakamwambia Farao ya kwamba wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, hao ni hodari, nao huzaa kabla mzalisha hajawafikiria. Huwa wanaanza mambo kabla mume hajaanza, huwa wanaanza biashara kabla mume hajaanza. Ndio sifa hao, wanaanza. Mwanamke asubiri nesi ili ajifungue, mwanamke wa Kiebrania. Wa Misri ili ajifungue mpaka nesi aje, ila Waebrania hata kabla nesi hajafika, wakunga kina Shifra hawajafika, ashazaa tayari. Ndivyo wako hivyo. Huwa asubiri afike, no, kuna vitu anaanza, anazalisha, anafanya moja mbili tatu, anafanya. Na ndio maana kusoma yule mwanamke wa Mithali 31 yanayotajwa ni mambo yake ni ya kuanza, ya biashara, ya nini. Alafu wewe huko hapa huna chochote, hujafanya chochote, huna hili, sio hili tu, hata lile pia huna. Mwambie taji lako jirani, wewe ni mwenzetu kweli? Wewe ni mwenzetu kweli? Wewe ni mwenzetu. Kwa kama nitegemea nyewe mmeshaanza kuimba huko, ma TikTok mnaimba, mnahubiri, mnafundisha huko nyumbani. Yaani wewe umeanza, unafanya wewe umeshaanza kutabiri, umeshaanza hivi. Yaani wewe umeshaanza tayari. Yaani upo tu. Lakini kwa rehema na huruma za Bwana, leo utaanza katika jina la Yesu. Utaanza kuona kwa jina la Yesu. Utaanza kuhubiri kwa jina la Yesu. Utaanza kumtumikia Bwana kwa jina la Peteka roha masi katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Okay. Sifa, ndio nazungumza sifa hii ya mwisho, alafu then tu. Hii ndio nisome. Fungua nami kitabu cha kitabu kile cha Luka sura ile ya 15. Nataka nizungumzie tabia ya mwanamke nyingine ya kutafuta na kupata, ambayo pia ni tabia ya Mungu ya kutafuta na kupata, ya kutafuta na kupata. Lakini hapo nikiwa ninaongelea kuhusu kutokupoteza. Kitabu kile cha Luka sura ya 15 mstari ule wa 8. Luka 15 mstari wa 8. Maandiko yanasema ya kwamba, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Okay. Hii sura inaeleza habari za kutafuta na kupata. Hapo kuna mfano wa mchungaji ambaye alikuwa na kondoo 100, akapoteza mmoja, akawaacha wale 99, akaenda akatafuta mmoja. Kwenye huu mfano, aliyesimama kwenye nafasi ya Mungu ni mchungaji. Mchungaji alikuwa na kondoo 100, akapoteza kondoo mmoja, akawaacha 99, akaenda akatafuta huyo mmoja. Ili neno mchungaji limesimama kwa picha ya nani? Ya Mungu. Mfano mwingine ulioko hapo ni mfano wa mwana mpotevu aliyeomba sehemu ya urithi wake na umwangukia, akapewa, akaenda nchi ya mbali, akatapanya kwa makahaba, lakini baadaye akatumia vitu vyote. Baadaye njaa ikaingia katika nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Baadaye akazingatia moyoni mwake, akaamua kurudi nyumbani kwa baba yake. Baba yake alipomwona angali mbali, akamuonea huruma, akamfuata, akamkumbatia. Anayesimama kwenye nafasi ya baba kwenye huu mfano ni nani? Ni Mungu. Halo. Mfano wa 3 anatajwa karakata mmoja, mwanamke. Anayesema kwenye nafasi ya mchungaji ni Mungu kwenye huo mfano.
anayesimama kwenye nafasi ya baba aliyempokea mwana mpotevu ni nani? Ni Mungu. Alafu mfano huu kata ni mmoja, anaitwa mwanamke. Na ninachopenda kwenye Biblia iko wazi na inafahamu hili jambo. Inasema au kuna mwanamke gani? Kule juu imesema mchungaji, ila hapa inasema au kuna mwanamke gani ambaye ana shilingi 10, ambaye akipotewa na moja, asiyewasha taa, akafagia nyumba, akatafuta kwa bidii hata aione. Okay, kwanza ninachopenda ni kwamba mhusika ambaye Biblia imemchagua ni sahihi. Imesema mwanamke. Kwa sababu gani? Wanaume tabia yao moja mbaya, wanapenda kupotezea vitu. Mwanaume akiangusha shilingi 200 kwenye gari, anasema ni awaosha magari anayepotezea, ila mama atabinua siti zote mpaka 200 ipatikane. Yeye anasema ni ya kibiriti. Ndio maana kuna tabia wanawake hawana. Eti hera unatunzia mfuko hapa wa shati hapa juu hapa. Hiyo kitu mwanamke hawezi fanya, kwa sababu wanawake hawapendi kupoteza. Na kupoteza ni tabia ya Mungu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Ni tabia ya kiungu kutokupoteza. Wanaume wako 200 ya mama inafungwa kwenye kitenge, fundo la kwanza, bado hatoshi, anaongezea fundo la pili, bado hajiamini, anaichomekea, bado anaikunja mara ya kwanza, mara ya pili, ndio anajua pesa yake iko, na bado akiwa kwenye dadara anashikashika, lazima aguseguse kila wakati. Kwa sababu gani? Asingependa apoteze. Hiyo ni tabia ya uungu. Tabia ya uungu, kutokupoteza. Hawapendi kupoteza. Wanaume bwana, wewe mpe tu bwana. Manake vitu vyao asingependa vipotee. Na ndio maana mhusika anayetumiwa hapa ni nani? Ni mwanamke. Ile mifano yote miwili, kuna wahusika ambao walisoma kwenye nafasi ya Mungu, kwa sababu inazungumza mambo ya kutafuta na kupata. Na hapo kwenye huu mfano bila shaka anazungumziwa mwanamke ambaye anasimama kwenye nafasi ya nani? Ya uungu. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Au kuna mwanamke gani ambaye anakuwa na shilingi 10, akipotewa na moja? Ni tabia ya Mungu hii. Kama ana kondoo 100, akipotewa na mmoja, ana wake 99, anaenda kutafuta yule aliyepotea. Na mwanamke na yeye akiwa na shilingi 10, ikipotea moja, hizi 99 anaziacha, anaenda kutafuta hiyo shilingi moja. Na kuna gharama analipa mwanamke. Jambo la kwanza anasema asiyewasha taa. Jambo la pili anasema akafagia nyumba. Jambo la anasema akatafuta kwa bidii hata aione. Kuna gharama za kutafuta ili mtu apate. Gharama ya kwanza ni kuwasha taa. Taa maana yake ni nini? Kuwa na taarifa sahihi wakati unatafuta. Unapokuwa unatafuta kitu lazima una taarifa sahihi. Kile unachokitafuta, namna ya kutafuta, na wewe mwenyewe unayetafuta uwe na taarifa wewe ni nani. Kuna vitu mnatafuta au umeacha kutafuta kwa sababu hujui wewe ni nani. Na uzuri ni kwamba neno la Mungu linaweza kulipa hii gharama. Daudi akasema neno la Mungu ni taa na mwanga ya njia zangu. Ndio maana kinachoweza kukupa taarifa sahihi kuhusu wewe ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakupa taarifa ambazo sio sahihi. Kinachoweza kukueleza wewe ni nani ni neno la Mungu. Dunia inakutaja wewe kama mtu wa aina fulani, kama mzembe. Dunia ina mazingira yanakueleza wewe ni mtu wa aina gani, kama wewe ni lakini neno la Mungu ndio litakupa taarifa. Walimwengu wana taarifa ambazo si sahihi kuhusu wewe, ila neno la Mungu lina taarifa sahihi kuhusu wewe ni nani. Usikate nilisikiliza interview ya mtoto wa Magufuli hayati Jessica. Kati ya kitu ambacho nilikipenda, alisema kwamba wakati baba yao anataka kwenda kugombea kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea urais kwenye chama chake, anasema ya kwamba alipowaambia familia hawakukubali, wakamwambia mzee, haiwezekani, issue haiwezekani.
Yeye mzee akalazimisha, na siku anaenda kuchukua fomu akawaomba watoto wake wote wamsindikize kwenda kuchukua fomu. Wale watoto walikataa, wakasema baba, mtaenda kutuaibisha, nenda mwenyewe. Kuna namna ambavyo dunia ilikuwa inamwambia huyu mzee kwamba no, wewe hapana. Lakini inawezekana yeye ndani yake kuna kitu kiko kinamwambia yeye ni nani. Na wewe dunia kuna jinsi inavyokuambia, inavyokueleza wewe ni mtu wa aina hii, wewe ni mtu wa namna hii, wewe hauwezi kufanya hiki, wewe hauwezi, wewe kwanza ndio kwanza umeokoka, ndio kwanza umeanza, hauwezi kufanya hiki, hauwezi kufanya hivi. Lakini neno la Mungu linakwambia hivi, unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Linakwambia hivi, kwa msaada wa Bwana nalifuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana naruka ukuta. Unahitaji taarifa sahihi ili kujijua wewe ni nani. So unaweza kutabiri, unaweza kuhubiri, unaweza kuimba, unaweza kumtumikia Mungu. Inawezekana. Kumuita mtu mmoja kwanza kumwambia wewe mzaliwa, japokuwa ni unabii wa kizamani sana. Wale wanaonijua zamani waga ni pigo zangu zamani hizo. Nilikuwa naitwa chairman. Siku hizi nimeacha. Napiga. Inawezekana. Ile tu labda tuna taarifa ambazo sio sahihi kuhusu wewe. Mimi wakati naanza kuhubiri chuo pale Dusa, nimesoma Dusa shahada yangu ya kwanza. Nilikuwa nina kisifika changu, ninahubiri kwenye geti. Kila siku nahubiri Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wako, mkubali Bwana awe mchungaji wako au utapungukiwa na kitu. Waliokuwa ni wakubwa kwangu, kwa maana mwaka wa pili wa tatu na wahubiri wakubwa, wakanifuata wakaniambia, dogo, hii mambo ya kuhubiri hujaitwa. Nikawaambia kwa nini? Wakasema kila siku mahubiri ni yale, huna nondo. Zaburi ya 23, achana hii mambo. Asubuhi tukipita hapa Zaburi ya 23, jioni tena Zaburi ya 23, achana hii mambo. Wakaniuliza, kwani wewe ulipataje na nini semester ya kwanza? Nikamwambia nilipata A zote. Ona, wewe ni wa kusoma. Wewe ni wa kusoma, mambo ya kuhubiri achana nayo. Na mimi nikawaelewa kabisa. Kwa kweli mimi, kwa sababu kweli mahubiri yalikuwa hayaje. Alafu kitu kingine, mimi na kigugumizi, nagugumia sana. Siku hizi tu ukiona naongea nafanya hivi mikono, sio style na balance. Alafu wakati ule nilikuwa nakandamiza sana maneno kwa Kisukuma. Siku hizi angalau nabana pua kidogo. Lakini kipindi kile, niambia wewe dogo hamna. Na kweli mimi mama yangu hakuwa amebahatika kuniona nahubiri. Ameniona mwaka jana tangu nimeanza kuhubiri. Watu walikuwa wanamwambia mwanao anahubiri, tunabarikiwa. Alikuwa anacheka mpaka anakaa chini. Wakawa wanampelekea video, wanasema haya mamtandao, wanaambia mamtandao haya. Kwani wale kwenye movie wako wanakufa kiukweli ukweli. Kwa maana wanaambia hata kuhubiri sio vya ukweli. Alikuwa haamini kwamba huyu mwanangu hawezi. Kwa wale wakaniambia wewe dogo hamna. Kweli nikaacha kuhubiri. Nikachukua speaker yangu nikatia ndani nikaacha. Mimi ni wa kusoma, nikaanza kusoma. Siku moja niko nasoma, nilikuwa na kabiblia kangu mfukoni. Niko nasoma kabiblia yangu kadogo hivi. Nilikuwa nasoma, nikasoma kitabu cha Luka sura ile ya 9 mstari wa 13. Nikakutana na andiko ambalo wanafunzi wamemfuata Yesu, akamwambia ya kwamba Yesu, hapa hakuna kitu, ni nyika tupu, hakuna chakula. Tunaomba waruhusu hawa watu waende vijiji vya karibu wakatafute chakula. Alafu Yesu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wameshamwambia hatuna chakula, na Yesu anajua hawana chakula. Bado Yesu anajua hawana chakula na anawaambia wape watu chakula. Nikajua okay, kumbe hata kama huna chakula Yesu anataka wape watu chakula. Nikajua okay, kumbe hata kama huna mahubiri Yesu anataka wape watu mahubiri. Nikarudia spika yangu mpaka leo. Lile neno likanipa taa. Nikajielewa mimi ni nani. Mpaka leo mstari wangu wa moyo, wapeni ninyi chakula. Tuna Chakula TV. Wakati tunaanzisha TV, vijana wangu walikataa hilo jina. Mwalimu, sasa hili jina la chakula watu watajua kama tunapika chapati. Wote walikataa. Nikawaambia yani ni hili mtake msitake ni. Okay. Neno la Mungu likupe taarifa kwamba wewe ni nani. Kwamba wewe una tabia za uungu ndani yako na Mungu anakaa ndani yako. Zile tabia za Mungu unaweza kuzifanya. Unaweza ukaombea mgonjwa akapona. Unaweza ukaunga mifupa iliyovunjika kwa bodaboda mtu ikaunga. Unajua uponyaji, kuombea watu
mtu akapona, sio special. Yani hahitaji uwe umetokewa na malaika ndio uombee mtu apone. Hahitaji uwe umetokewa na Mungu kama Zumaridi akupeleke mbinguni afu akurudishe. Na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika vitu vya kufisha vita wazuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Hahitaji umaarufu mpaka utokewe na asikudanganye mtu. Siku moja nilikuwa tuna ibada ya uponyaji pale Kijitonyama. Sasa kabla ya hapo tukasema leo tuanze na demo ili watu waamini pia Mungu anaponya. Nikete kama watu 6 hivi nikawaombea. 4 wakakonfirm wamepona, 2 wakaniambia mtumishi, kwa kweli hatujielewi kama tumepona ama hatujapona. Nikamwambia okay, labda ni wenge na madhabahuni, muende nyumbani. Walipoenda nyumbani, kesho yake siku ya uponyaji, sasa mmoja akanipigia simu, anambia mtumishi, hivi ni kweli nimepona kabisa? Nikamwambia kulikoni? Unajua ni kweli kiuno changu maumivu yaliisha, lakini mtumishi ukuomba sana, uliomba kidogo. Nikamwambia kwanza nilikosea kwa sababu imani yangu mimi ni ndogo, kwa nalazimika angalau niongeze na maombi kidogo. Ila maandiko yanasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata nini? Kwa kuwa mimi imani yangu ni ndogo, Mwalimu Musa, naongeza na tumaombi. Ila kiuhalisia ilipaswa nikuwekee mkono afu nikuache. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni kwa kila anayeamini na wewe ukiwemo. Ila huna taarifa sahihi. Wewe umeambiwa kuna nabii mahali fulani, kuna apostle nabii fulani. Sawa, sio vibaya, lakini hiyo tabia ndani yako Mungu amekupa hata kabla hujamwamini. Wanawake mnanisikia, watu wa Mungu? Lakini pia gharama ya pili anayoingia mwanamke, anafagia nyumba. Unaweza ukawasha taa, lakini ile shilingi kama imedondoka kwenye uchafu kwenye makaratasi, lazima ufagie nini? Kufagia nyumba ni kuondoa vizuizi vinavyokuzuia usione unachokitafuta. Unaondoa vizuizi vitabia. Wengine mko hapa bila chukuzuia tu kamdomo. Tabia ondoa, punguza makando, punguza. Na mambo yanakuzuia usipate unachokitafuta na usikione unachokitafuta. Kwa punguza hayo maswala. Kanisa la Yesu wala siwe. Lakini pia gharama nyingine ni bidii. Na uzuri ya bidii, kuwa na bidii ya kumtafuta Mungu, kuwa na bidii ya kusoma neno. Okay. Nione angalau niongeze dakika 3 chap. Iko hivi. Mkazo wa maandiko ili mtu aweze kupata matokeo kwenye maisha sio kufanya jambo husika. Mkazo wa maandiko sio kuhubiri. Na wala Biblia haijawahi kumwambia mtu ahubiri. Mkazo wa maandiko sio kuomba. Wala Biblia haijawahi kumwambia mtu aombe, kwa sababu unaweza ukaomba na usipate matokeo. Mkazo wa maandiko ili mtu aweze kupata matokeo lazima afanye jambo husika kwa bidii. Ndio mkazo wa maandiko. Ndio maana Biblia imesisitiza, haijasisitiza kwenye kuomba. Maandiko yamesisitiza kwenye kuomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Mwenye haki ili maombi yake yafae lazima aombe kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha. Naye Petro akaingizwa gerezani, nalo kanisa likaomba kwa juhudi. Haya maneno kesheni, haya maneno bila kukoma, haya maneno daima, akamwomba Bwana daima. Maana yake mkazo wake ufanye jambo kwa bidii. Kama unamtafuta Mungu, mtafute kwa bidii. Kama unamtumikia Mungu, tumtumikie kwa bidii. Baada ya hapo utaona nini? Matokeo. Mkazo wa maandiko haupo kwenye kutoa sadaka. Haupo. Kuna watu kwenye maandiko walitoa sadaka na wakaharibikiwa. Kaini alitoa sadaka akaharibikiwa. Safira pamoja na Anania walitoa sadaka wakaharibikiwa. Kwa sababu gani? Mkazo wa maandiko sio kutoa sadaka. Unaweza kutoa sadaka na bado usipate matokeo ya sadaka. Mkazo wa maandiko ili mtu aweze kupata matokeo lazima atoe sadaka kwa bidii. Na ndio maana watu wote kwenye maandiko waliwahi kupata matokeo hawakuaga wanatoa sadaka, walikuwa wanatoa sadaka kwa bidii. Palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitaria, mtu mtaua na mchaji wa Mungu, yeye pamoja na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Bwana daima. Hakuaga anaomba Kornelio, alikuwa anamuomba Bwana daima. Hakuaga anatoa sadaka, alikuwa anatoa sadaka nyingi. Ndio maana alipata matokeo.
Palikuwa na mwanafunzi mmoja Yafa, jina lake Dorcas, tafasiri yake Tabita, yani pa. Na mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Dorcas hakuwaga anatoa sadaka, alikuwaga amejaa utoaji wa sadaka. Wewe umejaa umbea. Alafu kwenye maombi, Baba fufua ndoa yangu kama ulivyomfufua Dorcas. Shosti, kwa sadaka zipi? Jaumbea. Alafu kwenye sikukuu za wanawake natutishia, wanawake ni jeshi kubwa. Waga napenda sana quotation za wanawake. Unajua sisi ni jeshi kubwa. Unajua shida yako ni moja, unasomaga Biblia ya Nyambari Nyangwine. Unajua Biblia haijawahi kusema mwanamke ni jeshi kubwa. Maandiko yanasema hivi, ile Zaburi ya 8:11 inasema hivi, Bwana ametoa neno lake na wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Mungu waga anatoa neno. Wanawake wanaochukua neno la Bwana na kulitangaza, ama kwa kuimba, ama kushuhudia watu, ama kualika watu waje kanisani kwenye ibada. Hawa wanawake wanaotangaza habari njema ndio jeshi kubwa. Wewe unatangaza uongo na umbea, wewe ni mgambo. Na wengine kwa sababu midomo yenu ni mirefu sana, ni polisi jamii sungusungu. Takutishia watu. Kwa hiyo mwanamke anatafuta, anafagia nyumba, anawasha taa, anafagia nyumba, na anatafuta kwa nini? Kwa bidii. Na neno la Mungu linaweza kumbidisha mtu. Na ndio maana kama lazima ujitahidi kila siku upate neno la Bwana. Biblia inasema tumefanya kazi. Wakamwambia Yesu, hatukupata kitu. Kwanza mimi nasema walimuongopea, kwa sababu walikuwa wamepata kitu, lakini sio kitu walichokuwa wanakitafuta. Kwa sababu Yesu aliwakuta wanaosha nyavu. Maana walipata magugu maji, walipata kodokono. Kwa kitu walipata, ila sio walichokuwa wanakitafuta. Alafu akamwambia Yesu, tumefanya kazi ya kuchosha, tumekata tamaa, tumechoka. Lakini akamwambia Yesu, kwa neno lako. Maana neno lako liliwapa bidii. Neno la Mungu linaweza kulipa hiyo gharama ya kumbidisha mtu. Kama umekata tamaa, umechoka, neno la Mungu likupe bidii katika jina la Yesu. So hizo tabia zote hapo nimeelezea, hayo maelezo yote ni tabia za Mungu, na Mungu ni neno. Na mwanamke amewekwa pale kwenye nafasi hiyo, kwa anaweza katafuta kitu akaona. Kwenye maombi anaweza anachokiomba akaona. Kuna namna anaweza kafanya kitu akaona. Wewe una uwezo wa kutafuta ukapata. Paulo anasema Mungu awape rehema wale walio wa mlango wake Onesiforo, maana hawakuionea haya minyororo yangu. Maana alipokuwapo hapa Rumi alinitafuta kwa bidii hata akaniona. Wanawake wana hiyo neema ya kutafuta na kupata, kutafuta na kuona. Kwa kimsingi ni kwamba mwanamke hapaswi kuwa kipofu kwenye maombi. Lakini akiwa anaomba anaona. Upofu mtuachie sisi. Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Watu wa muziki mje hapa. Watu wa muziki. Watu wa muziki. Wanawake wote ambao walipata nafasi ya kuingizwa kwenye ukoo wa Yesu hawakuwa ni wanaohesabiwa, lakini tu kwa sababu walikaa karibu na watu fulani, ile neema ya mume wake na wao iliwaambukiza. Obed, Rahabu kwa sababu ya Boaz, kwa sababu ya Salmoni. Rahabu kwa sababu ya Salmoni. Alafu Rutu ambaye alikuwa ni Moabu kwa sababu ya Boaz. Kwa mwanamke ni jitu fulani ambalo anaweza akawa anavyotaka. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, hivi mwalimu, wewe unataka kuoa mwanamke wa aina gani, mwenye sifa gani? Nikamwambia kitu kimoja tu, awe na sikio tu basi. Kisha kuwa na sikio basi. Kwa sababu akiweza kunisikia anaweza akawa mimi ninavyotaka. Anaweza akawa mimi nikitaka awe mtu wa fire,
awe mtu wa maombi, atakuwa, kwa sababu tu anasikia basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone wewe jinsi ambavyo Mungu alivyokutengeneza, Mungu alivyokuumba, alivyokupendelea. Wewe ni jitu, sio mtu wa kulialia. Amen. Unaweza ukasimama. Nisaidieni melody yoyote tu ya haraka haraka. Melody yoyote tu ya haraka haraka, sio ya kusifu, ya kuabudu, ila kwa haraka haraka. Inua tu mikono yako juu kwa Yesu. Funika tu macho. Pola bakamoshi. Sonama meke. Ola palo kakoshi hamanta la babu. Helebahaba, heleba, polaba kakolos. Sonama, sonama, sonama. Hamaka, polabaka, sole helebahama. Akaka, Hosanna Mabeha. Oh, Yesu. Alama moma kakolo hapa. Sole bebele bantalo hamakako yaba. Apele mele molo mohamoka yoshi. Sona, sona ma. Epa nama mekekanos. Yes. Pakamole pentele hababoha. Sole pele bobele bahanoka koleba. Iye lolo hamalolo habalo. Sola haloba la papanama. Yeah. Yeah.
Yeah. Osiaba pele habas. Sonama. 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 Woo. Peke mahanasi. Osele pele babukaka. Jesus. Yeah. Hoyaba. Holaba pele hamakake. Sihe hahosh. Woohoo. Ema. Esana mamukasi. Woohoo. Hey! Osana pekebasi. Lonama mokapetes. Jesus. Woohoo! Anama. Hayama lobo bakotano. Siriemele maloha mantolo babolo baba. Woohoo! Soya lole bele. Esa. Enzo kosaya. Woo! Apele amaloho na kekayo. Woohoo! Akakares. Esia balus. Elevalus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tayari. Tayari. Ninaomba ukae sasa. Tayari, tayari. Ninaomba uweke mikono yako kwenye mapaja yako. Alafu ufunike macho yako. Usiinamishe shingo yako. Usiinamishe shingo yako. Simus. Kufunika macho sio kuinamisha shingo. Bana mama kas. Lodele mateshikaka. Belus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sia baba. Hukarus. Sharaba. Hula baba. Huna mameke su sia. Imama alesh. Hula buteletas. Yes. Macho yangu yanaona pembe 11. Kuna watu ndani yao wana karama kubwa, wana neema kubwa ya kumzungumzia Mungu, ya kuona mambo ya Mungu. Na hawa watu huwa wakikaa wakiota ndoto na mambo yale waga yanatokea. Na kuna wengine mpaka hataki tena kuwa anaomba asiwe anaona anachokiona, maana kinamtisha. Asichokijua ni tabia ya uungu Mungu ameweka ndani yake. Yeye ni nabii wa Bwana, ni masihi wa Bwana. Amepewa neema hiyo. Besi kokantesi. Hizo pembe 11
zilizobeba mafuta ya kinabii, mafuta kekante moshi haboshi. Kuna mtu atakuwa ni macho ya Bwana, atakuwa ni macho ya Bwana, atakuwa ni masikio ya Bwana. Mungu atakuwa akimweleza mambo ya taifa, atakuwa akimwambia mambo ya kanisa, atakuwa akimwambia mambo ya taifa. Ebele bakaposi totatakapopa riemekepa sota hiele bebele kokante solaba. Esha hema mebele abas. Hatakuwa kipofu kwenye maombi, hatakuwa kipofu kwenye maombi. Utakuwa ni macho ya Bwana, 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 utakuwa ni macho ya Bwana. Hiyo neema na karama ndani yako inauishwa sahihi, inauishwa sahihi, inauishwa sahihi, inauishwa sahihi. Hiyo neema uliyopewa na Bwana ratasia. Yes, yes, yes. Ebala bameke baba baba baba, bala tatala baba baba, eshana mama makaka. Yeah. Yes. Osaya behepahanasia. Mungu amekuamini uwe macho yake duniani. Mungu ayayayayaya, macho yako yanakuwa wazi sahihi sahihi. Yes. Sahababa letetele bantasi. Hey. Hey. Osaya babele hamaka. Yes. Osaya babeno hama. Lebente tele bakababos. Yes. Hey, Solomos. Hey, Baba. Esalos. Utakuwa ni macho ya Bwana, utakuwa ni sauti ya Bwana. Kesho yako utaiona, hautakuwa kipofu. Macho yako yanafunguka sahihi sahihi. Ayayayayayaya. Hosia. Pele Bahamas. Biba Bokantala Mamas. Hosaya Balololos. Selemente Telehama Halohama. Biba Lo Pakakamas. Utakuwa kipofu kama jana na juzi. Yes! Yes! Hey! Yeah! Apema kanemos. Pesota talababates. Woohoo! Esia mamas.
Osha. Ele baba. Okakale. Musa akasema ni heri watu wote wangekuwa manabii. Ola baba. Ni heri watu wote wangekuwa ni manabii. Kuna watu hapa Mungu atawatuma kwa ajili ya familia zenu mlikotoka. Mkaone zimetesa familia. Mkaone uchafu uliokaa kwenye familia. Mkawe msaada kwa ndugu zenu. Mkawe nuru kwa ndugu zenu. Kile ambacho kimewatesa ndugu zako, kile ambacho kimewaumiza ndugu zako, Mungu anakuamini leo. Anakuamini wewe leo. Peke baba sihatas. Ashela zitavunjika, miungu itavunjika. Bwana amekuamini. Anafungua macho yako uone hiyo miungu inavyotesa ndugu zako. Kwa wewe miungu itababa rakata sola babes. Esaya babenos. Sola babes. Ape mokanta masia. Osia pele baha mama. Ya yo katesia. Otata pele babanta. Rika kabosia tata yoka. Kwa wewe miungu itanguka. Kwa wewe watesi ya. Unahuishwa ndani yako. Roho wa Bwana anauisha neema uliyopewa. Anauisha uwezo ya. Yes. Esana. Yes. Iyo Bwana ukakamu habasia. Unainua jeshi lako Tanzania. Unainua watoto wako Tanzania. Watu unaowaamini leo. Watu unaowaamini leo. Watu unaowatanguliza mbele kwa ajili ya kizazi haya. Rakatabosa. Bwana amekuamini leo. Yesu yes. Mungu amekuamini leo. Yesu amekuamini leo. Huo uwezo aliyokupa, hiyo neema inayokaa ndani yako, Bwana anaihuisha. Yes. Esana mames. Olo hamas. Sihamanu hama. Habele habalo bubasi. Pentetele hamamosia. Utatembea na uungu. Utatembea na uungu ndani yako. Matendo yako yatakuwa yamebeba uungu wa Bwana. Imekemosia tatashi. Ishara za Bwana zitaambatana na wewe. Hautakuwa mtu wa kawaida. Ayekapa ratapos. Yes, Lord. Hey, mama, mamas.
Jesus. Uungu unauwishwa ndani yako. Yes. Amen. Nataka niombe na mtu mmoja hapa kama yupo. Kama kuna mtu yuko hapa hawezi kulala kabisa usiku mpaka atumie dawa. Huwezi kusinzia usiku mpaka utumie dawa. Hauna vikoba, hauna marejesho, hauwezi kulala mpaka utumie dawa. Come forward. Kama hauwezi kusinzia kabisa usiku mpaka utumie dawa. Na kama kuna mtu yuko hapa anatumia mkanda, yani hapo ulipo umekaa una mkanda, hauwezi kukaa, hauwezi kufanya mpaka uwe na mkanda. Kama kuna mtu yuko hapa anatumia mkanda, sogea. Hawezi kulala kabisa usiku mpaka utumie dawa. Sogea. Unatakaje? Nikuombee ulale hapa hapa au nikuombee utaenda kulala nyumbani? Nyumbani. Hapa hutaki. Sogea. Kama kuna mtu anatumia mkanda, hawezi kukaa mpaka atumie mkanda. Come forward. Okay, niangalie mimi. Yesu angekuwa hapo usingepona. Ungepona. Anakaa hapa. Hapa ni kwake. Shika tumbo lako. Niangalie mimi. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Mamlaka inayomnyima usingizi nimeiteka nyara. Nimenyang'anya nguvu zake. Imeandikwa humpa mpenzi wake usingizi mororo. Hiyo mamlaka inayomnyima usingizi nimeiteka nyara. Yes. Amen. Amen. Kuanzia sasa hivi utakuwa unalala, sawa? Amen. Mungu akubariki sana. Kama kuna mtu ana mkanda, unatumia mkanda? Basi niombe huyu mtu mmoja. Kama kuna mtu ambaye ana shida ya mgongo wake unawaka moto muda wote, hata sasa hivi hapa anawaka moto. Mgongo unawaka moto. Hata sasa hivi unawaka moto. Kwa hiyo ukipona utajua umepona. Mpaka sasa hivi unawaka moto. Kwa hiyo ukipona utajua umepona. Ukipona utajua umepona. Ukipona utajua umepona. Okay. Mama, ukipona utajua umepona. Ukipona utajua umepona. Ukipona utajua kwamba umepona. Na ukipona utajua umepona. Na wewe utajua. Okay. Funika macho yako.
Baba, katika jina la Yesu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, maumivu yote kwenye mgongo wake toka, toka, kama power. Amen. Saidia mikono yako. Cheki maumivu yako. Inama. Fanya kuinama hivi. Inama hivi. Mama, niangalie mimi. Inama na uinuke. Inuka. Okay, cheki maumivu yako, yakague. Kagua, kagua. Kagua, yatafute tu, yatafute. Una muda. Umeyapata? Yatafute. Bado yapo? Wewe ni mzuri. Okay, niangalie mimi sasa. Shika hapo ambapo panauma. Funika macho yako. Maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo. Toka! Power! Toka! Amen. Niangalie mimi. Check tena. Check, kagua maumivu. Check, tutakusubiri. Maumivu ya mgongo mwachie. Maumivu ya mgongo mwachie. Nimekuteka nyara. Power! Sana ulituma neno lako niponye, wewe ni maumivu ya mgongo. Toka! Msaidie kukagua. Msaidie kukagua. Msaidie kukagua maumivu yake. Power! Amen. Msaidie kukagua. Msaidie kukagua. Yameisha. Basi anaweza akaenda kukaa. Niangalie mimi madam. Funika macho yako. Maumivu ya mgongo. Moto na waka moto. Moto kwenye mgongo. Nimekunyang'anya nguvu zako. Nimekunyang'anya nguvu zako. Toka! Amen. Msaidie kucheki. Msaidie kucheki. Msaidie akague maumivu.
Yuko sawa? Basi anaweza kwenda kukaa. Maumivu. Yule mama yuko wapi? Mmemkagua? Yuko okay? Niangalie, freka macho. Yesu makofi mengi mengi. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa, akafagia nyumba, akatafuta kwa bidii hata aione? Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa ambao ndani yao umeweka tabia za uungu. Ninaomba Bwana Yesu, tabia hizo zianze kufanya kazi. Vipawa, karama, uwezo wa kimungu ndani yao uliowawekea uanze kufanya kazi katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya ibada hii nzuri ambayo umewapa ya matendo mema. Mungu, ninakushukuru sana. Uikubali na kuipokea dhabihu yao wanayokutolea kwa ajili ya watu wengine. Lihimidiwe jina lako, utukuzwe mfalme. Ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu, na watu wa Mungu tuseme amen. Tumpigie Yesu makofi.